Twende na Dr. Riziki Mkali Malela katika kufahamu siri zilizojificha kwenye mti wa mlonge. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Juma Mo. Daktari Mkali Malela anakuambia dunia hii wanafaidi watu wenye akili kubwa. Akili ni hali ya kujifunza mambo mapya kila siku. Wanaojua siri za dunia hawasemi, wanaendelea kula kimya kimya, maana wanaamini katika usimwamshe aliyelala. Dr. Mkali Malela hayuko hivyo. Ndio maana ameamua kukushirikisha hizi siri. Kwanza, kabla sijaendelea, naomba niwape habari njema za Dr. Mkali Malela kuteuliwa na serikali ya majini East Africa kuwa DTT, waziri mkuu wa serikali hiyo. Serikali hiyo iliundwa na Umoja wa Madaktari wa Tiba Asili Afrika Mashariki mwaka 2022 chini ya muasisi wake mkuu Daktari Abubakari Popo kutoka Zanzibari. Daktari Popo ni jenerali wa ulinzi na usalama na mkuu wa chuo kikuu cha serikali ya majini East Africa, anasema Dr. Mkali Malela. Mlonge ni mti wa miujiza, yani miracle tree, kama anavyopenda kuuita kaka yangu Hija wa Kibondo. Lakini Dr. Mkali Malela yeye anauita mti wa uzima na baraka. Mlonge ni mti wenye uwezo wa kufukuza laana, balaa na mikosi inayokuandama wewe na nyumba yako na kukuletea neema na baraka tele. Mlonge ni umebeba neema ya kutibu magonjwa 300. Kitu kinatibu kuanzia kisukari, pumu, kikohozi, kichwa, kibofu mpaka minyoo na kisonono. Wataalamu wa Biblia wanakuambia kwamba ule mti alioutumia Musa kutibu maji machungu yakawa matamu na Wanaisraeli wakanywa ulikuwa mlonge. Soma Mwanzo 15 mstari wa 20 hadi wa 25. Hata sasa watu wanatumia mbegu za mlonge kusafisha maji machafu, ambapo Dr. Mkali Malela anasema ukisaga hizo mbegu ukaweka kwenye maji machafu yanatakata. Jaribu. Wale wavivu wa kunywa lita 5 za maji kila siku, tafuneni mbegu 3 za mlonge kwa siku. Utakunywa maji siku nzima, anasema Dr. Mkali Malela. Kila sehemu ya mmea huu kuanzia mizizi, majani, mbegu, maua na magome ni mali sana. Majani ndo kiboko kuliko sehemu zote. Fanya kuyala kila siku. Unaweza kuyala majani haya yakiwa mabichi kama mbuzi, au kayapika kama mchicha na kuyagonga kwa ugali au wali, hata chips. Lakini pia unaweza kuyakausha na kusaga unga ukawa unatumia mdogo mdogo. Yanakaa miezi mingi bila kuharibika yakiwa kwenye hali ya unga. Kupata huo unga sasa, ndo Dr. Mkali Malela anasema anika majani ya mlonge kivulini, twanga, chekecha mpaka upate unga, alafu anza kutumia. Ukitia kwenye mboga sawa, ukitia kwenye chai poa tu, ukitia kwenye uji haleluya, ukitia kwenye juisi shega, ukilamba kama asali bomba tu, ukisongea ugali aminia. Ukila majani ya mlonge basi umekula vitamini C ambayo ni muhimu katika kutengeneza kinga ya mwili dhidi ya magonjwa, anasema Dr. Malela. Ukila majani ya mlonge basi umekula madini ya chuma ambayo ni muhimu katika kuimarisha na kujenga mifupa na meno, anasema Dr. Mkali Malela. Ukila majani ya mlonge basi umekula vitamin A ambayo ni muhimu katika kuimarisha macho na kuongeza uwezo wa kuona, anasema Dr. Malela. Ukila majani ya mlonge basi umekula madini ya potassium ambayo pia ni muhimu katika kujenga na kuupatia mwili nguvu, anasema Dr. Mkali. Ukila majani ya mlonge maana yake umetibu kisukari, anasema Dr. Mkali Malela. Unachotakiwa ni kuchanganya vijiko 20 na maji lita 1 ya moto na kunywa kwa siku 90, asubuhi na jioni. Ukila mlonge maana yake umeitibu UTI, fangasi sugu, harufu mbaya, sehemu za siri, anasema Mkali Malela. Changanya vijiko 2 vya maji ya moto kwenye kikombe kimoja. Gonga asubuhi kabla ya kula na usiku kabla ya kulala. Ukila majani ya mlonge maana yake umemaliza tatizo la siku zako za hedhi ambazo hazieleweki na matatizo ya tumbo kuuma wakati wa hedhi, anasema Dr. Mkali Malela.
Ukila majani ya mlonge maana yake CD4 zako hazitashuka tena na hautahisi udhaifu wowote kama kukosa nguvu mwilini, anasema Dr. Mkali. Ukila majani ya mlonge maana yake umezuia saratani ya tumbo, kibofu, kizazi, ngozi na saratani ya tezi dume pamoja na saratani nyingine kibao, anasema Dr. Mkali Malela. Ukila majani ya mlonge yaliyochanganywa na maziwa, maana yake utajifungua bila matatizo na kuondoa matatizo baada ya kujifungua, anasema Dr. Malela. Ukila majani ya mlonge maana yake umekula madini ya zinki ambayo ni muhimu katika kuongeza nguvu za kiume, anasema Dr. Mkali. Ukila majani ya mlonge basi umesafisha tumbo na kutibu magonjwa yote ya zinaa, anasema Dr. Mkali Malela. Ukila majani ya mlonge basi umetibu presha, iwe ya kupanda au ya kushuka, anasema Dr. Mkali. Ukila unga wa majani ya mlonge yaliyochanganywa na asali ya nyuki wadogo, maana yake umetibu kifua, kikohozi na mafua, anasema Dr. Mkali Malela. Hata mbegu za mlonge ni noma, yaani unaweza kutafuna kama karanga au kuzisaga ukatumia unga. Tafuna mbegu mara 3 kwa siku, kisha sukumia glasi ya maji. Fanya hivyo asubuhi mpaka jioni mpaka tatizo lako liishe. Ukila mbegu za mlonge basi umeongeza CD4, anasema Mkali Malela. Ukila mbegu za mlonge basi umetibu kitambi, vipele, shinikizo la damu, saratani ya tumbo na malaria sugu, anasema Dr. Mkali Malela. Ukila mbegu za mlonge maana yake umetibu tatizo la nguvu za kiume. Ukila mbegu za mlonge maana yake umetuliza kifafa, anasema Dr. Mkali Malela. Mbegu za mlonge hutoa mafuta ya kupikia ambayo yanaua sumu zilizopo katika msosi, anasema Dr. Mkali Malela. Ukila unga wa mbegu za mlonge vijiko 20 ukachanganya na maji ya kunywa robo lita kwa wiki 2, maana yake umemaliza uzito na kitambi. Ukila mlonge basi umekula virutubisho 92 na viondoa sumu 46 ambavyo huvipati katika mmea wowote ule duniani. Ukila mlonge basi umesafisha ini, figo, moyo, macho, meno, ngozi, damu na nywele. Ukila mlonge basi umeongeza ashki ya tendo la ndoa, na hii ni kwa wote, sio wanaume tu, anasema Dr. Mkali Malela. Ukila mlonge basi umetibu utapia mlo, vidonda kwenye ngozi, mapunye na vibarango. Wape sana watoto wako hii kitu. Ukila mlonge basi umelisha ubongo wako, hata mtoto mwenye akili ndogo mwanzishie lishe ya mlonge. Mlonge huongeza akili kwa mtoto pia. Magome ya mlonge yakipondwa hutibu majipu na maumivu yatokanayo na kung'atwa na wadudu kama vile nyoka na nge, anasema Dr. Mkali Malela. Magome ya mlonge hutumika kutibu viungo vilivyopata stroke na mifupa iliyovunjika, anayasema Dr. Mkali Malela. Ukila mlonge basi utakutana na kiinilishe kiitwacho zeatin ambacho huondoa mikunjo ya ngozi na uso na uzee, anasema Dr. Mkali Malela. Ukila mlonge maana yake umejitibu hasira za mkizi, hautakuwa unabweka hovyo kama mbwa, anasema Dr. Mkali Malela. Ukila maua ya mlonge maana yake utasahau yaliyopita na kuganga yajayo, anasema haya Dr. Mkali Malela. Ukila maua ya mlonge utakuwa jasiri, mtu mwenye mtazamo chanya kuhusu maisha, anasema Mkali Malela. Chimba mizizi ya mlonge halafu osha kwa maji safi, chemsha, kunywa kikombe kimoja asubuhi na usiku upate amani ya moyo, anasema Dr. Mkali Malela. Kiroho mlonge hutakasa na kuondoa mikosi inayokuandama, anasema Dr. Mkali Malela. Oga kwa majani yake tu mara kwa mara. Ukiupanda mlonge nyumbani kwako maana yake umeilinda nyumba dhidi ya wachawi, washirikina na nguvu zote za giza. Hata ukiuning'iniza ndani ya nyumba yako ni ulinzi tosha, wachawi hawatakanyaga, anasema Dr. Mkali Malela. Kabla ya kuanza tahajjud, yaani meditation, gonga kwanza chai ya mlonge. Hii itakusaidia kufungua milango ya kiroho. Mafuta ya mlonge hutuliza akili, ukiyatumia unajisikia amani sana. Kwa hiyo ni mazuri hata kabla ya kuanza meditation, anasema Mkali Malela. Hali inapokuwa mbaya, mambo hayaeleweki, chukua majani ya mlonge yachome kwenye moto, umemaliza.
Anasema Dr. Mkalimalela, ukitaka kuongea na wazee wako walioaga dunia, chukua majani ya mlonge, weka juu ya kaburi, watakuja na mtaongea. Wakija waeleze shida zako, waombe ushauri, hekima, baraka na amani, matokeo yake yatakushangaza. Mlonge huleta bahati ya pesa. Uweke mfukoni mwako, kazini kwako au kwenye biashara yako, mambo yatafunguka mpaka ushangae, anasema Mkalimalela. Usikose kujiunga na grupu la WhatsApp la Dr. Riziki Mkalimalela kujua mengi zaidi yaliyojificha chini ya jua. Na pia natoa wito kwa Waafrika wote kujiunga na chuo kikuu cha serikali ya majini East Africa chini ya muasisi wake Dr. Abubakar Popo kutoka Zanzibar, Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi piga namba zifuatazo. Kwa Tanzania ni 0766 040056 na kwa nchini Kenya ni 254 759 514 100. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, muhenga wa karne 21. Mimi naitwa Juma Mo.